anasema mlo mmoja kwa juma zima unatosha? Hebu turudie. Wow, hapa ni kama wao wanasikiliza. Hapa bado wako kwenye maombi. Mkimaliza maombi mrudie, mlo mmoja kwa juma hili unatosha? Hebu tuseme. Kuna mtu ambaye amewahi kufanya mfungo wa kutokula kwa siku 6, alafu siku ya 7 ndio anakula peke yake. Siku 6 hali. Kuna aliyewahi kufanya hicho kitu? Au tuache siku 6. Kuna ambaye ameshawahi kufunga siku 3 mfululizo bila kula chochote, bila kunywa chochote, siku 3 hajala wala hajanywa. Hebu anyoshe mkono kama yuko katika eti yetu. Aliwahi kujaribu hicho kitu? Wote wanaangaliana. Kule kwetu kuna mzee alijaribu, akasema anataka awe kama Musa. Akaenda mlimani siku 40. Kapiga siku ya kwanza, ya pili, siku ya 3 waliokuwa wanachunga ng'ombe wakamuokota Mezirai. Siku ya 3. Sasa mlo mmoja kwa juma zima unatosha? Nikana kwamba nataka kuzungumzia mlo wa chakula hiki cha kawaida, lakini nataka nikwambie sicho hicho ninachotaka kuzungumzia. Kwa sababu ya muda ni kupeleka moja kwa moja katika haya mafungu. Na hapa Ipagara kuna watu wanaosoma vizuri sana Biblia. Naomba wakae karibu na Biblia na microphone. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 na ule mstari wa 4 tutasoma fungu hilo, halafu Yohana 6 mstari wa 63. Mathayo sura ya 4 na ule mstari wa 4, Biblia inasemaje? Sura ya 4 na ule mstari wa 4. Imepotea. Biblia inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Wanasema kwamba mwanadamu anapokula chakula, hiki chakula tunachokula kila siku, tunakula ili tusife au tunakula ili tuishi au tunaishi ili tule? Hilo swali niliwahi kulisikia likiulizwa sana, na ukilitafakari na mashiko kwamba mwanadamu anaweza kaishi kweli bila kula. Na kama tunaishi ili tule, hatuna kingine cha kufanya nje ya kula. Na kama tunakula ili tuishi, mbona tunakufa baada ya kuwa tumekula? Tunataka tuangalie aina 2 za maisha ya mwanadamu. Kuna maisha yanayotegemea physical materials na kuna maisha yasiyotegemea physical materials, ambapo kwa kweli mwanadamu anaweza kaishi bila kula na akasurvive kwa sababu kuna hayo maisha. Sasa leo ambacho tutakifanya katika ibada ya leo ni kuangalia mwanadamu amebezi wapi. Anaweza kaishi maisha bila kula na akasurvive. Ndio maana wale mnaosoma vizuri Biblia, tutakapokuwa mbinguni, maisha haya hapa duniani yatakuwa yamebadilishwa kabisa. Hii mifumo mnaoiona, tunapika, tunakula, tunakwenda maliwato, haitakuwepo kabisa. Kule hatutakuwa na vyoo, havitakuwepo. Sijakutana na hilo fungu wala hiyo quotation ya roho ya unabii. Hakuna kitu kinaitwa excretion, wanasayansi wanaita. Hakuna kutoa taka mwili. Kwa hiyo kama tutakula matunda, yatakuwa ni material ya kujenga mili yetu. Lakini Mungu alipoumba mwanadamu, hakutaka aishi kwa kutegemea chakula anachokula, alitaka aishi kwa kumtegemea Mungu wa mbinguni. Na ndio maana unaona kwenye Biblia Musa anakaa siku 40 mlimani. Tuachane na Yesu, maana mnaweza mkasema yeye alikuwa Mungu 100%. Alikaa siku 40 mlimani bila kula wala kunywa, na akashuka kutoka mlimani. Maandiko yanasema sura yake ilikuwa imeng'aa hata wakaogopa kumwangalia. Hebu niwasumbue tena. Wangapi mliwahi kujaribu kufunga siku nzima bila kula? Hebu nyosha mkono. Mliwahi kujaribu kufunga? Sasa sikiliza. Sijajua kama mliwahi kukutana na hii hali. Unapokuwa umefunga, unaporudi siku ambayo umefunga, unaona hata hali yako ya maisha ni kama imebadilika.
Na hata mtu anapokukwaza unaona kabisa open ni kwamba huyu ni shetani. Lakini unapokuwa hauko associated na ibada hiyo ya mfungo, mtu anaweza akakukwaza na usijue kwamba huyu ni shetani. Na ndipo sasa vitabu vinasema kwa nini tunapomtafuta Mungu kwa ukaribu lazima tufunge na kuomba. Ni kwa sababu kuna mvutano kati ya tumbo na akili. Na wale wanafalsafa wakaandika wakasema, when the stomach is full, the brain is empty, and when the stomach is full, the brain is empty. Kwamba unapokuwa umeshiba, ubongo unakuwa hauna kitu. Ndio maana dhambi nyingi anazozifanya mwanadamu zinafanyika baada ya kuwa ameshiba. Ndipo anaanza kuiba, ndipo anaanza kuzini, ndipo anaanza kufanyaje, kwa sababu ameshiba. Sasa mwanadamu anapokuwa amefunga na kuomba, anamkaribia Mungu kwa asilimia nyingi sana. Na mimi ninawatia moyo, Bwana akusaidie uanzishe ibada ya kufunga na kuomba. Kuna watu wako hapa wamebatizwa miaka 5, hajawahi kufunga na kuomba. Miaka 4, mfungo ukitangazwa, pastor anasema nina vidonda vya tumbo. Niliwahi kuwa na mwanafamilia wa namna hiyo. Tukitangaza mfungo anasema mimi nina vidonda vya tumbo. Na kwa kweli alikuwa na vidonda vya tumbo. Lakini Mungu akamsaidia. Leo hii ndiye anayetuhamasisha kufunga. Vidonda vimepona. Ndio maana Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa kuna watu ambao tunakula mlo mmoja kwa wiki, halafu tunafunga siku 6. Siku ya 7 ndio tunakula. Huu ni mlo wa neno la Mungu. Wanafamilia ambao wanakutana na Biblia siku ya Sabato wana hatihati kubwa sana ya kutokuweza pambano lilo mbele yetu. Yaani wewe kuifungua Biblia ni siku mchungaji anaposema tufungue Biblia. I wish kama tungekuwepo hapa wanafamilia, kila mmoja na familia yake, mfanye tu tathmini kabisa kutoka moyoni, muangalie mara ya mwisho kukaa mke na mme na watoto, sio kwenye ibada za kawaida. Yaani mmeitana tu mkasema, mme wangu hebu leo tujadili Biblia. Yaani tukae tu tujadili Biblia. Mke akae pale, mme akae hapo na watoto. Hebu tujadili Biblia. Kitabu gani? Hebu tusome Mathayo 5. Heri wenye moyo safi, maana hao watapata rehema. Halafu tuseme, hivi ni kweli sisi hapa nyumbani tuna moyo safi? Tujichakate sisi wenyewe. Kama umewahi kufanya hilo zoezi, Mungu akubariki sana. Maana ni zoezi la tathmini. Sasa tuna familia ambazo zinakula mlo mmoja siku ya Jumamosi, ndipo wanakuja na Biblia, wanasikia neno, wanapata kanguvu ka kutembelea kwa wiki nzima. Na kale kanguvu kuna wakati kanazimika, kanainuka, unapambana ili ushinde, inashindikana. Mahali fulani kwenye masomo ambayo nimewahi kufundisha nikasema, ndio maana mwili huwa unatushinda sana kuliko roho, kwa sababu tunatumia muda mwingi sana kulisha mwili kuliko kulisha roho zetu. Ndio maana mnaweza ukuta jaribu dogo linawaangusha chini. Kwa nini? Tunakula mara 3 kwa siku kwa kulisha mwili, lakini tunakula mara 1 tu kwa wiki kwa kulisha roho zetu. Sasa kwa nini nataka kuzungumzia hicho kitu? Familia nyingi leo tunaandaa watu ambao sio competent, hawana uwezo wa kushindana, hawana uwezo wa kupambana katika dhoruba. Ni watoto wetu wamesoma kabisa, wana degree, wana PhD, wana masters na kadhalika. Niliwapa mfano, na wale ambao mnaweza mkakumbuka, nilihudhuria mahafali moja ni hapa Dodoma ya kijana alikuwa anamaliza degree yake ya pili, alikuwa anamaliza masters hapa Dodoma. Sasa baba yake kwenye hiyo sherehe akamzawadia zawadi ya shamba ekari 8, kitu kama hicho, kama sio 8 ni 18, sikumbuki vizuri. Akasema, mwanangu, kwa sababu umepambana, nakupa zawadi ya ekari 8. Yule mtoto akapokea, lakini baada ya hapo, wakati ninaaga kuondoka, akasema, pastor, samahani, nina kitu nataka tuzungumze. Akasema, unajua mzee, kama kuna siku amenidharau ni leo. Nimeipambania hii degree ya pili kwa miaka, halafu nimerudi eti kwenye mahafali yangu ananipa zawadi ya shamba ekari 8. I don't know kama ni 8 au 18. Zawadi ya shamba. Mzee anadharau. Pastor, nenda kamshauri, mwambie anitafutie pesa, sitaki shamba. Nikamwambia, kama shilingi ngapi? Akasema, hata akinipa milioni mimi nanitosha. Na kwa kweli nikamfuata mzee, nikamwambia, mtoto wako analalamika, kwa nini umempa zawadi ya shamba? Yeye anataka pesa. Akasema, anataka pesa? Ndio. Awe na amani, wiki ijayo nitamkabidhi milioni 2.
Yule kijana akapewa milioni 2. Alinipigia simu, "Pastor, nakushukuru sana mzee, amenielewa, amenipa milioni 2." Hebu mguse jirani yangu mwambie, "Unaelewa anachokisema pastor?" Amekataa ekari 18. I don't know kama ni 18 au 8. Anataka milioni 2. Tuna watoto ambao sio competent. Hawajui ni kipi kizuri na ni kipi ni kibaya. Ndio maana vijana wetu kuna wakati hata kwenye kuchagua wenzi wanakosea. Wanachagua kibaka, wanaacha mwanamume. Akijileta akiwa open kabisa, mcha Mungu, anaeleza tu ukweli. Tuseme tu ukweli, hata ninyi vijana mlioko hapa wa kiume na wa kike. Una binti unatafuta kuchumbia, alafu anakuja na kwambia na kuna maswali ya kijinga ambayo huwa mnauliza vijana mnaokwenda kuoa. Unamuuliza binti, "Wewe ni mtoto wangapi kuzaliwa?" Anakuambia so and so. "Umesoma?" "Ndio." "Una ujuzi gani?" "Mimi bwana naweza nikapika na kitu chochote." Akikwambia hayo akakudanganya, hapo ndipo namuelewa, sema sasa nimepata. Na kuna swali jingine au mnaenda mbali zaidi, unasema hapa mpaka unafikisha miaka hii, dada, umelala na wanaume wangapi? Sasa mimi bikira kabisa. Anasema wow, nimepata. Jichanganye, ujifunue utupu. Seme mimi kwa kweli nimeingia tu Sabato wiki iliyopita. Nimewachukua. Ngoja nipige hesabu, yule wa Morogoro wa kwanza, huyu wa pale na wa pili, kama 6 hivi. Atakwambia Bwana akutie nguvu. Afa na kuacha mahali hapo na uchumba unakufa. Ni kwa sababu hatuna uwezo wa kuchagua. Sasa nataka nikuonyeshe kitu cha pekee sana, very sensitive. Mwanadamu anapokula na mahitaji mengine yote ya mwili, tunatengeneza kitu kinaitwa behavior. Lakini unapokula chakula cha kiroho, unatengeneza kitu kinaitwa character. Nataka nikuonyeshe utofauti ya hivi vitu viwili. Kuna behavior na kuna character. Baadaye nitakuonyesha tofauti zake. Sasa sisi wazazi tulio na watoto na sisi wanandoa au wanafamilia, mara nyingi tunadili na behavior, tabia za nje, vitu vya nje. Ndio maana utasikia nakwambia, "Mimi ni baba, ninapambana, wanangu wanasoma, wanangu wanakula, wanalala pazuri, it is okay." Lakini nataka nikwambie, wakati wa dhoruba hivyo vitu huwa havifanyi kazi. Kwamba analala pazuri, amekula vizuri, amesoma shule nzuri, wakati wa changamoto hivyo vitu huwa havifanyi kazi. Kinachofanya kazi wakati wa changamoto ni karakta, utu wa ndani. Ndio maana Danieli anatolewa Yerusalemu, anapelekwa Babeli, lakini bado ana uwezo wa kujua vyakula vichafu na vizuri, kwa sababu ana karakta iliyotengenezwa ya ndani. Ndio maana mnaona tuna watoto wetu leo, akitoka hapa Dodoma ukampeleka Dar es Salaam, anafika kula ameshabadilika kabisa, ameenda shule kuja malize miaka 3, anarudi ni kitu kingine kabisa. Kijana alikuwa na suruali zake nzuri za heshima, anarudi na suruali ya kuvua mpaka pige wewe wamsaidie. Unasema amebadilishwa na nini? Karakta, hakujengewa karakta, utu wa ndani. Sasa hili fungu tumelisoma sana. Msomaji, naomba ulirudie, alafu nianze kueleza vitu navyotaka kuvisema mahali hapa. Kitabu cha Mithali sura ya 22 na ule mstari wa 16, kitu kama hicho. Ngoja niangalie vizuri mahali hapa. 22 na ule mstari wa 16. Biblia inasema, fungu la 6, sorry. Fungu la 6 anasema, mlee mtoto katika njia impasayo. Mlee mtoto katika njia impasayo. Hilo neno mlee lipigie mstari. Halafu naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Wanasemi, na sikilizeni hiki. Kuna vitu viwili watu tunavichanganya. Kuna malezi na kuna matunzo. Kuna kulea na kuna kutunza. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio mtunze mtoto katika njia impasayo. Kuna kutunza na kuna kulea. Kutunza ni kuzuri, wala hakuna shida, lakini malezi ndicho mbingu zinachokiangalia. Kutunza ni kufanyeje? Nataka nikuonyeshe mambo 4 ambayo yanaonyesha kwamba wewe unatunza au unalea. Mambo 4. Jambo la kwanza tambua kwamba unapotunza mtoto unatengeneza utu wa nje, mwili wake uwe vizuri, anawiri, asiwe na magonjwa. Hiyo unatunza, unamtunza vizuri, ana bima ya afya, unamnunulia nguo nzuri, analala mahali pazuri ndani ya neti na kadhalika. Hapo unamtunza. Lakini tunapokuja kwenye kumlea, unashughulika na mtu wa ndani ambaye haonekani kwa nje. Unatengeneza ile tabia ya ndani. Kwa mfano,
hapa tulipokaa hapa, ninyi wote mliokaa hapa na mimi nikiwemo, tuna watu wawili ndani yake. Kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Mtu wa nje tunamuona amekaa kwenye kiti kwenye semina, lakini mtu wa ndani huenda hayupo kabisa kwenye semina, yuko kwenye biashara yake. Hapa mimi naendelea na semina hapa, yeye kule anawaza, hivi ule mlango wa jikoni kweli nilifunga? Zile nguo za mtoto niziacha nje. Hivi ile change kweli nilirudishiwa? Huyo ni mtu wa ndani, anaendelea, mambo yanaendelea kuchakata. Lakini mtu wa nje amekaa kabisa kwenye semina na ametulia. Na ndio maana unaona jana nikawapa mfano Pastor Mng'ong'o kwamba nauliza, jamani, walionielewa nipungie mkono. Hawanyoshi kwa nini? Sio kwamba wana kiburi kabisa, ila kuna vitu vinakuwa vinagongana. Wewe uliposema walionielewa nipunge mkono, yeye akili haikuwepo, alikuwa nyumbani anafunga milango ya chumbani kabisa, anasema nimekumbuka sikufunga, Mungu wangu, yale mayai nitakuta yameliwa. Sasa hapo mambo yanagongana. Walioelewa nyoshe mkono, kichwa kinakoswa kiende wapi? Kwenye mlango kufunga au kunyosha mkono? Ndipo nasema wana kiburi. Hawana kiburi. Kuna mtu wa ndani na wa nje. Muulize uliyekaa naye, wewe ni wa wapi? Amekwambia ni wa wapi? Wa ndani au wa nje? Sasa unapotunza mtoto, kuna vitu kadhaa tunavifanya. Jambo la kwanza, nitembee kwa haraka kidogo. Kutunza mtoto au matunzo kwa urahisi. Matunzo ni nini? Namba moja, nimesema matunzo ni kushughulika na utu wa nje, sawa. Matunzo, jambo la kwanza ni kushughulikia chakula cha mwili. Mtoto ale vizuri, asidumae. Unambadilishia chakula, leo kula kasamaki, kesho nyama, matunda na kadhalika. Sawa, hapo unafanya matunzo. Baba unayenisikiliza na mama unayenisikiliza, kama unatoa hivyo vitu kwa mtoto, unampa chakula, unambadilishia chakula na kunywa juisi, matunda na kadhalika, hayo ni matunzo. Lakini sikiliza, namba mbili, kutengeneza muonekano wa nje. Mavazi, aonekaneje, unampeleka saruni, tunywera na rekebisha na kadhalika, hayo ni matunzo. Lakini sikiliza, unamtengenezea mazingira rafiki. Namba tatu, mazingira rafiki. Kama ni umeme, unaweka vizuri, asikanyage waya wa umeme. Jiko, asikanyage jiko la moto, asifanye hiki. Hayo ni matunzo. Sasa hayo yote yanashughulika na mtu wa nje. Atakapokuwa yule mtoto anachipuka vizuri kabisa, unamuona mwili ni mkubwa, amenawiri vizuri na kasura ni kazuri, lakini ndani hamnamo kitu. Kuna vitu vinaitwa bofro. Hebu tamka bofro. Yaani nje limejaa, lakini ukibonyeza kwa ndani hamna kitu kabisa, ni upepo huko ndani tu, hamna kitu chochote. Na huyo ni mtoto ambaye wazazi walishughulika kutengeneza nje. Ninaongea kitu sensitive. Wazazi mnaoendelea kuzaa, mnisikilize vizuri, kitawasaidia baadaye. Unatengeneza mtoto ambaye anakuwa vizuri kabisa kiafya, unamwona anaendelea vizuri na manesi wanakupongeza. Na bahati mbaya leo hata madaktari, ukipeleka mtoto zahanati akienda kupimwa, wanakupongeza kulingana na muonekano wa nje. Wanakwambia huyu mtoto anaendelea vizuri. Mtoto wako anaendelea, unaona anatambaa, ameanza kusimama. Ndio, hayo ni matunzo, yamemfanya afike mahali pale. Lakini utu wa ndani tutaanza kuupima yule mtoto atakapokuwa ameanza kujitambua. Ndio yale unakuta mtoto yuko darasa la 7, mgeni anakuja nyumbani, hasalimii. Pako namkuta mama kujiondolea aibu, anamwambia, "We Junior, msalimie huyo." Na shikamo. Sio shikamo, sema shikamo anko. Yaani mpaka hapo hajajua tofauti kati ya mjomba na asiye mjomba. Haelewi. Ndio vile vituko tunakutana navyo nyumbani. Mtoto anaingia chumba cha wazazi bila hodi, anaingia tu. Nashanga mlango umegongwa, pole mama, kumbe unavaa, hafu ndipo anarudi. Maana alitengenezwa kwa nje lakini kwa ndani hamna kitu. Hayo ni matunzo, chakula. Na mara nyingi wazazi tunajisifia hicho kitu kweli. Mimi nawahangaikia sana, mnakula, mnakunywa, mnalala pazuri, na wapambania. Hapo katika mtazamo wa kimbingu umefanya theluthi ya majukumu yako mzazi. Kuna 75% za majukumu yako yanakusubiri. Na hayo ndio nataka nikupitishe. Ni yapi hayo? Ni kutengeneza utu wa ndani, character, kumtengenezea tabia ya ndani isiyoonekana. Tunaitengeneza kwa kutumia nini? Nikupitishe katika hayo. Kama utasahau mengine yote, kumbuka hii. Tunapozungumzia utu wa nje, tunazungumzia mwili, muonekano na matendo ya nje. Hiyo ndio utu wa nje.
Unamwona mtu ni mpole, na ndio maana kuna mtu mmoja alisema tofautisha kati ya mtu mpole na mkimya. Na mara nyingi wengi wao wanadhani kwamba kila aliye mkimya ni mpole. Yaani ukionekana hauongei, jamani mke wako ni mpole, lakini ukionekana anaongea, una mwanamke wa ajabu sana. Kumbe kuna waongeaji lakini ni wapole, na kuna wakimya lakini ni wakatili. Tofauti ya hivyo vitu viwili. Sasa huku kutengeneza utu wa ndani tunatengenezaje? Utu wa ndani unatengenezwaje? Sikiliza, utu wa ndani tunashughulika na roho ya mtoto. Tunashughulika na moyo wa mtoto. Utu wa ndani, hiki ni kile ambacho kinamfanya mtoto awe na uhusiano na Mungu wake. Hata kama ataondoka katoka mikononi mwako, anakwenda kule duniani, anajua baba alishanifundisha habari ya pombe ni dhambi, habari ya zinaa ni dhambi, anajua. Sasa sikiliza, hata wewe ukijipima hapa utagundua ulivyolelewa walishughulika sana na utu wa nje, wakasahau utu wa ndani. Ili unielewe hivyo, angalia vitendo unavyovifanya ukiwa peke yako, au ukiwa mbali na familia yako, au ukiwa mbali na watu wanaokufahamu. Hapo ndipo utakapoelewa kwamba wewe roho yako waliitengenezaje. Nilikuwa nawaambia mahali fulani nilisafiri, nilikuwa nimeenda kwa huduma siku ya Jumamosi. Nilienda Ijumaa, baadaye Jumamosi nilikuwa nafanya huduma. Wakanipeleka hoteli fulani. Baadaye niko hotelini, chumba cha pili, nasikia watu wanabishana. Kuna kama kundi kubwa la watu wako mahali hapo, wanaume kama kundi la watu wako pale. Wanasema hapana bwana, usiku umeingia, mimi siwezi kulala peke yangu, lazima tukatafute wanawake, lazima. Wanabishana, kavurugo kako mahali pale. Nikaona mbona kelele hizi, na mimi niko hapo naandaa somo. Nikatoka nje kukuta katikati ya wale wanaume wanaobishana, wawili ni waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na ni washiriki ambao nawafahamu. Hatuwezi kulala peke yetu, tukatafute wanaume bwana. Ndipo aliponiona mmoja wao, kumbe na huko mahali hapa sasa umeshakula, sasa ngoja sasa na kuachia hela ya kula. Akanipa, sikuikataa kwa kweli, nichukua, lakini niligundua tuna watu ambao ni watakatifu wakiwa mahali wanapofahamika. Mtu ambaye ametengenezwa utu wa ndani, hata kama angekuwa mbali, tabia yake itabaki kuwa imenyoka. Ni tabia smart isiyobadilika. Kwa hiyo hapa kutengeneza mtu wa ndani, tunashughulika na roho ya mtoto. Ndio hayo utasikia kuna ibada tunafanya nyumbani asubuhi na jioni. Watoto wanaamka wanasikia tunaimba nyimbo, kumekucha kwa uzuri Bwana asubuhi kucha. Nyimbo nzuri zinaimbwa. Unashughulika na roho ya mtoto. Hata kienda shuleni, mzazi unaona kwenye trunk la mtoto kuna Biblia, kuna kitabu cha nyimbo, viko mule vimewekwa. Unashughulika na roho yake, haushughuliki tena na mwili wake. Maana kuna saa, hebu nipungie mkono kidogo. Hebu nipungie mkono. Kuna saa inakuja, wewe na huyo mtoto mtaachana. Asimame yeye kama yeye, kwa kutumia misuri ya kiroho ile ambayo wewe ulimjengea. Hataongozwa tena kwa fimbo. Ule muda wa kusema ukifanya hivi nitakupiga, ukifanya hivi nitafanyaje, muda ule umepita. Asimame peke yake. Na watia moyo wazazi wenzangu, anzeni kushughulika na utu wa ndani wa watoto wenu. Mtengeneze. Unajua watu tunapuuzia sana hizi ibada, na kuna wazazi tunakurupuka. Mtu anaenda kazini, hapa nazungumza kwa kuwafunda ninyi mnaonisikiliza vizuri. Anakurupuka, anasema nimechelewa kazini, anakimbia, hajafanya ibada na watoto. Na familia zingine zimeenda mbali, wazazi wanawaambia watoto ombeni mkimbia kwenda shule. Wanaomba, wanakwenda. Kule duniani kuna vita kali kwa watoto. Nimefanya huduma mashuleni ya kuomba na watoto. Unakuta mtoto pale na Chingwea na hii kwa sababu iko live huenda wanaisikia vizuri. Juzi nimefanya huduma pale shuleni. Watoto wameletwa 3 wa kike. Hawawezi kutembea, magoti yanacheza tu. Tukafanya maombi. Wameisha hao 3, tunaambiwa tena kuna wengine 6 wamekuja. Darasa lote form 3 watoto wanacheza. Mapepo wamerushiwa, hawawezi tena kusimama. Mtoto mmoja wa muumini Mwadventista ndiye aliyesalia magoti achezi. Na yule mtoto anasema alipokuwa akiongea na wanaasa, jamani tuendeni kwenye kipindi cha dini, wanamcheka. Ndiye aliyebaki bila kukamatwa na yale mapepo. Sasa watoto wetu wanakwenda, tunawachia wanakwenda, hatushughuliki nao. Utu wa ndani wa mtoto unamsaidia kusimama. Anapokwenda shuleni yuko peke yake, wewe haupo. Anapokuwa barabarani yuko peke yake, wewe haupo. Yuko kule chuoni, yuko bwenini peke yake, wewe haupo. Na watu wanaweza wakamfanyia vyovyote vile wanavyotaka. Kwa hiyo utu wa ndani ni kushughulika na roho ya mtoto. Namba 2,
utu wa ndani tunashughulika na mawazo au fikra ya mtoto. Kwa ujumla wanaita tunashughulika na mental life. Akili ya mtoto inafikiriaje? Niliona mzazi mmoja mtandaoni alikuwa anatembea na mtoto wake mdogo, katoto ka kiume. Akafika mahali fulani kuna kamba imewekwa. Nadhani wengine wameshaona hata hiyo clip. Afika mahali kuna kamba imewekwa. Halafu yule mzazi akaruka, akaenda mbele. Kale katoto kakaanza kulia, kanataka msaada kwa baba. Baba akarudi kama anaenda kukasaidia. Baadaye akaamua kuacha. Kakilia anaongeza mwendo kama anaenda mbele. Kale katoto kanalia kwa nguvu. Yule baba ni kama asikia, anasonga mbele. Baadaye yule mtoto akanyanyua kamba, akapita chini ya kamba akaenda. Amesaidiwa kufikiria nje ya boksi. Angalieni watoto wetu wanavyolia, akilia tu tumeshawasaidia. Tena sasa dada msaidia kumtolea viatu. Tuna watoto wako darasa la 2 hawezi kuvua viatu peke yake. Tuna mtoto huko darasa la 4 hawezi kuvua soksi za kwake. Tuna mtoto huko darasa la 3 hata vinguo vyake vya ndani hawezi kufua. Akili yake haifanyi kazi. Jana nilikuwa baada ya kutoka hapa jioni nilikuwa nazungumza na rafiki yangu. Tumekutania hapa Wajenzi. Rafiki yangu ni mtu ambaye Bwana amemsaidia, amepata ajira kule serikalini. Ni dada mmoja ambaye baadaye atafunga ndoa. Si Mwadventista. Sasa akawa ananiambia moja kati ya vitu ambavyo ninaraumu sana wazazi wangu, anasema hauwezi kuamini hapa nilipo, na anaendesha gari kali yule dada, sijui namna ya kupika ugali, sijui. Ana gari. Mwambie jirani yako ana gari, ila hajui kupika ugali. Amesoma na ameajiriwa, sio mwenyeji wa Dodoma, ametoka kule, amekuja Dodoma kuajiriwa, ana cheo hapa Dodoma, hajui kupika ugali. Na sasa nikamchallenge, nikamwambia ukiolewa unafanyaje? Anasema nitaleta binti wa kazi atanifundisha. Yaani mtu na degree yako ukae chini ya binti aliyeishia darasa la 2 D akufundisha kupika ugali. Hatukushughulika na akili za watoto. Akili zao hatukuwafundisha kupitia mikiki. Ni nini wakifanye? Ndio maana zamani wazazi wetu walikuwa wanafanya watoto wanakaa umo jikoni. Wale mnaokumbuka yale maisha ya kibatari, anakuambia nimulikie. Sio kwamba umumulikie, anataka ujifunze ugali unapikwaje. Mbona unaanza kugawa viwanja, kofi la hapo haujalisahau mpaka leo. Wale mnaokumbuka vizuri. Akili ilikuwa activated, ifanye kazi vizuri. Sasa nataka niwape challenge wale ambao Mungu amewabariki, mnaonisikiliza mtandaoni na mnaonisikiliza mahali hapa. Bwana anapokubariki usiue uwezo wa akili ya mtoto. Ndio maana mnaona vibinti vya kazi huwa vinakuwa more competent kuliko watoto wetu. Kwa nini? Vinafanya kazi ya kufikiria sana. Kwa hiyo unapojenga utu wa ndani unashughulika na akili ya mtoto. Mpe vimazoezi vya kufanya. Mwambie deki hiki chumba, hamisha hiki kitanda, fanya hivi. Wape challenge. Mbona chumba chenu muda wote kitanda kimetazama kaskazini? Badilisheni basi kitazame na huko. Mbona iko hivi? Wape changamoto, akili fanye kazi. Wasihudumiwe kila kitu. Na ndio maana wanakufa mapema watu ambao wamezoea hizo huduma. Wanapokuwa zile huduma zimetoweka wanakufa mapema. Miongoni mwa mitaa niliyowahi kuchunga, mtu mmoja nilishuhudia ambaye walikufa mume na mke kwa sababu hizo. Walikuwa wanafanya kazi, wana kazi nzuri, wana watoto wao walikuwa wanasoma India. Baadaye kwenye tumbua baba akatumbuliwa, wakarudi kijijini wakaja kukaa. Baadaye mama akasema ninafanyaje? Akaanza kuuza mgahawa. Sasa mwanamume pressure ikapanda akafa. Mama naye akaita wale watoto waliokuwa India waje wamsaidie kwa anachoma mandazi hapo kijijini nilipokuwa nachunga. Amekuja anaanza kuchoma mandazi. Sasa watoto hawajui hata mandazi yanakandwa namna gani, hawaelewi chochote, akili yao imefungwa. Bwana tusaidie sana watoto wetu akili zikafunguliwe. Tunashughulika na akili ya mtoto. Namba 3, ninapomalizia, tunapozungumzia utu wa ndani kwa mtoto, tunashughulika na hisia au hali ya moyo, hisia, emotional life, kulinda hisia. Kuna kitu ambacho nataka nikizungumzia hapo uelewe vizuri. Mnadhani wazazi wetu ambao wamekaa kwenye ndoa miaka 30, ngoja niulize swali. Wangapi mliokaa hapa mna miaka kuanzia 10 na kuendelea kwenye ndoa? Mlio na miaka 10 kwenye ndoa na kuendelea. Kumbe tuna wakongwe. Wow, safi. Mnadhani wazazi wetu wa zamani kukaa miaka 10 kwenye ndoa, miaka 20, miaka 40, miaka 50, mnadhani walikuwa wapitii changamoto? Zilikuwepo.
ila tofauti yake ni nini? Walikuwa na uwezo wa kulinda mihemko yao, emotions zao, walikuwa na uwezo wa kuzilinda. Hata kama zingekuwepo simu, akikamata message ya ajabu kwenye simu ya mwenzi wake, alikuwa na uwezo wa kulinda hisia zake na kusema ngoja nitazungumza naye kesho, nitamuuliza vizuri. Lakini wewe angalia, ukiona on the spot message hapo hapo unalipuka. Na moja ya indicator ya kuonyesha kwamba uwezo wako wa kulinda mihemko ni mdogo ni kuona tatizo na kulipuka nalo muda huo huo. Yaani umeona message kwa mwenzi wako, hapo hapo ameingia na gari yake, anapiga honi. Baadaye unamfungulia, unamwambia, kabla hujashuka uje uniambie huyu Helena ni nani. Hauna uwezo wa kulinda mihemko. Wenye uwezo wa kulinda mihemko anasema anashuka, atampa kama ni maji ya kuoga, kama ni chakula atampa, baadaye kabisa anamfanyia mambo mazuri, ndipo utashangaa anamwambia, mume wangu, hivi Helena ni nani? Simple kabisa, tena yuko calm kabisa, hali imecool down. Nasema Helena, nasema kwa nini? Mimi nilikuwa napita tu kwenye simu nikakutana Helena. Anakutumia message, anakuambia amekumisi. Helena ni nani? Ndipo anakuambia, unajua Helena ni nani? Ni mama mdogo yule wa Tarime, wewe haumjui. Kweli, na namba yake hii hapa, tena muwe mnawasiliana. Haya, ungelipuka mbwa wewe yangekukuta. Lakini kwa sababu umetulia, umegundua Helena ni mama mdogo. Mwambie jirani yako, jifunze cool down. Na wengine hata uchumba umekufa kwa sababu hizo. Milipuko ya ovyo ovyo. Mtu umempigia simu inatumika, unashangaa tu mtu anakunyokea tu. Sasa wewe naona uchumba wetu hautafika, maana nimepiga hii ni mara ya 10, simu iko busy inatumika. Huo ni utoto. Watu waliokomaa, mature people, amejifunza emotions zake kuzishusha. Ameona jambo, analiangalia kwanza kwa muda. Niliwapa kisa cha mtu ambaye ninamfahamu. Tena tulisafiri naye wakati tunasoma Uganda. Fika kule, anashangaa anaona ka message, ukiwa kule Voda inashika, kaona ka message, ndugu mteja, kiasi cha shilingi 500 kimetolewa kwenye akaunti yako. Na kadi aliyenaye ni mke wake. Akanyamaza, wala hakuuliza mke wake nani ametoa hela. Na wamekubaliana hela iliyoko kwenye akaunti ni ya kujengea nyumba. Hajakaa sawa, wiki moja baadaye, ndugu mteja, kiasi cha shilingi 1,000,000 kimetolewa kwenye akaunti yako. Akatulia mpaka tunatoka shule, 3,000,000 zimetolewa kwenye akaunti. Sasa wakati tunarudi ananiambia, pastor, nasikia kuna kitu kinapanda hapa, najiuliza huyu mwanamke nimpigie hela zimeenda wapi? Nikamwambia cool down. Kuna wakati tunamshauri mtu lakini anasema huu mzigo ungekuwa wa kwangu sijui kama ningeuweza. Tukarudi mpaka nyumbani. Tumefika nyumbani na bahati nzuri kabisa tulikuwa tunaishi maeneo tu jirani. Akaniambia, pastor, unajua huyu mwanamke hajaniambia ile 3,000,000 imeenda wapi? Nikamwambia cool down. Nikamwambia ukitaka kuzungumzia jambo zito usilizungumzie kwenye mazingira mlioyazoea, mtoe out. Mwanaume akachukua mke wake akatoa out, akaenda hoteli nzuri, akamwambia mke wangu agiza unachokitaka. Mama akaagiza, na wanawake mnajua mnavyojua kujitungua, nusu kuku siji nini, akaleta vyote mahali hapo. Baadaye akauliza mume wangu, kwa nini leo umenitoa out? Akamwambia, mke wangu, nimekutoa out kwa sababu Mungu amenibariki kuwa na mwanamke mwaminifu. Nimekupongeza kwa uaminifu. Mwanamke unayejua kutunza watoto, mwanamke usiyetapanya pesa, nimekuleta out kukupongeza kwa uaminifu wako. Anashangaa yule mwanamke anasema, uaminifu wenyewe basi upo. Hivi haujaona message za hela iliyotoka? Ngoja niwaambie, yani hao wanawake ni rahisi sana kujishtaki. Wanaambia hata ukigundua amekosea, amepika vibaya, achana na habari za kusema mbona chumvi imezidi. Huo ni utoto, ni ya zamani. Siku hizi watu wanasema hivi, wow, mke wangu, hii mboga ya leo tamu. Utashangaa yeye mwenyewe anasema, tamu wapi? Chumvi yenyewe mkono umeteleza. Yani ameshajishtaki mwenyewe kiurahisi kabisa. Yule mama akamwambia, uaminifu wenyewe basi upo. Yani haujaona message ya hela imetoka? Akamwambia, vile 3,000,000. Sasa zimetoka bwana. Ambia, kwa kumbe ni wewe ulitoa. Sema ni mimi. Sasa mke wangu ulizipeleka wapi? Akamwambia, tumalize kula nitakueleza. Kamaliza kula, katoka, karudi nyumbani. Wamefika nyumbani, mwanamke anakuja na kitita cha 3,000,000 kama zilivyo. Akamwambia, mume wangu, zile 3,000,000 hizi hapa. Unajua kwa nini nilizitoa? Nilitaka nijue cha thamani kati ya pesa na mimi ni kipi. Mwisho wa kunukuu.
Mwambie jirani yako majaribu mengine hayafai. Sasa kama yule mwanamume angeripuka pale pale, unajua wewe mwanamke, wewe ni tapeli, unatapanya pesa, mimi niko shule, wewe umetoa, angetengeneza msongo wa mawazo kwa mwanamke, ambao kumbe mwanamke naye alikuwa kwenye utafiti. Migogoro mingine kwenye familia ni utafiti, wanafanya utafiti, unampenda au humpendi. Akapewa zile pesa akazirudisha kwenye akaunti. Wewe mama nani, jichanganye leo ukachomoe milioni, itachomoka na miguu. Yaani unachomoa milioni ndio nao umechomoka kwenye ndoa. Tunashughulika na mihemko. Kwenye ibada ya leo Mungu atusaidie sana kutuliza mihemko kwenye familia zetu. Niliwahi kuambia kuna mahali ndoa ya mwanamume mmoja ilivunjika, mpaka leo imevunjika kwa sababu ya neno moja tu. Wamekorofishana na mke wake, akamwambia kuliko kukuoa wewe ni heri ningeoa mbwa. Ameenda kule amemshinda, akaanza kumrudia mke wake, mke wangu nisamee. Mwanamke anamwambia siku mbwa wakiisha duniani tutarudiana. Amebeba vitenge amepeleka kwa mama, mama mwambie mwanao turudiane. Mama msimamo ni ule ule, nilishakusamee ila siku mbwa wakiisha duniani tutarudiana. Kuna maneno yanaishi ambao hamjaingia kwenye ndoa, kaeni vizuri na walioko kwenye ndoa. Kuna maneno yanaishi kuliko makofi. Unaambiwa neno mpaka unajiona kama umezaliwa wapi. Neno gumu haujawahi kuona. Tunatengeneza mihemko. Nihitimishe kwa kusema utu wa ndani unatengenezwa pia kwa kuimarisha dhamiri na maadili ya mtoto. Kuna kitu kinaitwa uaminifu na uadilifu. Utajuaje kwamba watoto wako ni waaminifu ila sio waadilifu? Ukiwepo wanatulia, wanafanya vitu vizuri. Ukitoka wanaharibu mambo. Yaani ukiona mtoto nyumbani kwako ukiwepo ni mnyenyekevu kweli, halafu kichomoka anafanya vituko, huyo ni mwaminifu ila sio mwadilifu. Sasa mtoto mwadilifu, uwepo mzazi usiwepo, yuko vile vile tu, wala hawezi kubadilika. Utashangaa ni mwenendo wake ni ule ule. Ndio maana unaletewa taarifa mtoto wako amenitukana tu, sio yeye. Ni yeye, kwa sababu ukiwepo anakuogopa, usipokuwepo anazungumza anavyotaka. Sisi tulivyokuwa ndo tunachipuka, mzee wetu alikuwa anatuambia hataki kusikia mziki wa kidunia unapigwa. Na sisi tukasema mzee sawa, tumekuelewa. Tukanunua headphone. Tuko nyumbani tunaimba tupe moto wa uhai, huku masikio yetu tunasikia bongo flava. Midomo inaimba tupe moto wa uhai, lakini masikioni kinachotandikwa ni bongo flava. Dhamiri ya mtoto inavyotengenezwa. Sasa nikusomee haya kwa haraka afu tusimame tuombe. Tofauti kati ya behavior na character. Zote kwa Kiswahili ni tabia, lakini behavior ni tabia ya nje, character ni tabia ya ndani. Tofauti yake ni nini? Behavior matokeo yake ni ya nje, lakini character matokeo yake ni utu wa ndani. Kuna watu wanafanya makosa hata kujitetea hawezi, anakubali kupokea adhabu hata kama hajakosea, kwa sababu yeye character yake inamwambia usijitetee, Bwana atakutetea. Kuna watu wengine tunakosewa, tunakanyagwa tu, lakini tunanyamaza. Lakini kuna mwingine anakanyagwa kidogo ameshapiga kelele. Wale mlioko kwenye ndoa mnanielewa. Kuna mwingine anakosewa kidogo ameshapiga simu ukweni, baba mama huyu mtoto wenu hivi na hivi, lakini yeye akichezewa rafu yuko kimya. Hao wametengeneza character. Wanajua mtetezi wao ni nani. Hawapambani kuudhihirishia ulimwengu wao ni akina nani. Wanapambana kumdhihirishia Mungu wa mbinguni wao ni akina nani. Hiyo ndio character. Lakini namba 2, behavior hubadilika kulingana na mazingira, lakini character haibadiliki kiurahisi. Hiyo ni tofauti ya pili. Behavior hubadilika kulingana na mazingira. Akiingia kwa wahuni anakuwa muhuni, akirudi kwa watakatifu ni mtakatifu. Niliwaambia wakati nachunga hapa Dodoma, wale niwapa kisa mnaokumbuka. Niko kwenye daradara. Ninaning'inia, daradara imejaa, mchungaji wa mtaki zota. Nimening'inia, daradara imejaa. Nashangaa binti moja ananipisha kwa heshima, ananiambia samahani, naomba ukae kwenye siti. Nikasema wow, huyu binti ana adabu sana. Binti amevaa kablausi kake kanaishia hapa, kitovu kiko nje, alafu suruali hapa imeisha, iko hapa mapaja yanaonekana. Nikamwambia wewe binti, Mungu akubariki. Kumpisha siti mtu usiyemjua, Mungu akubariki. Yule binti akanicheka sana. Mchungaji bwana, yani mimi sikujui. Kumbe ni mmoja kati ya washiriki wangu. Yuko kwenye daradara. Na wachungaji watu naambiwa ukitaka kuangalia mchungaji ukoje, angalia washiriki wake wakoje.
Kama kuna siku nilijilaumu kwa nini nimezungumza na yule binti ni siku hiyo. Waabiria wote wanaangalia sasa, huyu ndo mshiriki wake, huyu ndo mchungaji. Wana compare. Kwa sababu hakutengeneza character, alitengeneza behavior, anabadilika kulingana na mazingira. Namba 3, behavior inaonekana moja kwa moja. Ukimwangalia tu mtu unamgundua moja kwa moja. Lakini character mpaka uitafute kwa muda. Nimalizie na hii, vijana muondoke nayo. Chunga sana unapotafuta mwenzi, kwa sababu mwenzi wa kweli mwenye character unaweza kumwacha ndani ya miezi 2 ya uchumba ukidhani hana upendo. Ndio wale unaweza ukashangaa wiki inapita hajapiga simu. Ndio wale unaweza kumwambia samahani baby, ninasikia tumbo linauma, anakuambia fumba macho nikuombe. Wala utasikia pole si nani, hajui kujibebisha. Ndio wale unamwambia baba yangu mdogo amefariki, anakuambia Bwana akutie nguvu. Huyo ametengeneza character, hana behavior. Wenye behavior ni mwigizaji, anaweza kalia na wewe. Baby unajua nimeferi mtihani. Kweli tulie wote. Analia na wewe. Na wengi wanaangukia kuna ana upendo. Sio upendo umeliwa kekundu. Wenye character baadaye mkioana ndipo nagundua anaanza kutengeneza yale sasa mazoea yanayoonekana, baadaye anatengeneza hiyo tabia ya ndani inaonekana kwa nje, maana ameshagundua huyu ni mtu sahihi. Wenye behavior wao wanaingia sana mkenge, hata kwenye biashara unashangaa naamini tu mtu yeyote anamkopesha hela, wanalizwa na biashara inakufa. Mungu atusaidie sana. Mambo 3 leo tukayafanye kwa neema ya Mungu. Jambo la kwanza, unapotunza mtoto wako kwa nje, hakikisha kipindi tunachokiendea cha dhoruba ugundue kwamba kitakachosimama sio utu wa nje, ni utu wa ndani. Mtengenezee na utu wa ndani. Mlishe neno, mtengenezee akili yake, uelewa wake usimame vizuri. Namba 2, Mungu atusaidie sana wale ambao tulilelewa vibaya, character hazikutengenezwa vizuri, ni wakubadilika kulingana na mazingira. Ndio maana hii nikigusia kwa wanawake mnaweza mkanielewa vizuri. Unashangaa mwanamke tulikuwa tunasali naye hapa Ipagara, anajipaka mafuta 1500 mgando. Eti baada tu ya kuwa amekuwa na cherehani 2, anataka rosheni 30,000. Baadaye unashangaa alikuwa na kipilipili, huyu ameshalaza tena tayari nywele. Unasema ametubadilikiaje? Huyu alitengenezewa behavior character Ndio kwanza ni siku ya kwanza, nisiwachokoze. Tusimame tuombe. Bado natamani kurudi mahali hapa. Wao wanatutesa sana wenye behavior ambao character haijatengenezwa. Alipokuwa masikini alikuwa anakunywa chai tu ya maji na mchai. Alafu leo hii hata anaanza kusema mimi chai sio kwa na mdarasini haipandi kabisa. Behavior, character haikutengenezwa. Mungu atusaidie sana tunaporudi majumbani. Wale ambao Bwana ametupatia watoto wadogo, endelea kutengeneza character. Hata sisi mahali hapa muombe Mungu, nitengenezee utu wa ndani. Haijalishi watu watanisoma namna gani. Na ndio maana hata huwa nikihubiri habari za maisha ya Mkristo, kwenye maisha haya ya Kikristo singangane sana watu wakusome wewe ni nani. Ngangana Yesu akusome wewe ni nani. Waliokuwa wanamsoma Zakayo wanaona huyu ni mtu wa namna hii, lakini Yesu alimsoma vingine. Halikadhalika hata wewe utu wako wa ndani ndio ukutetee, sio wa nje. Huu wa nje kila mmoja atautofasiri anavyojua. Kuna mwingine tu akikuangalia ukiwa unacheka anasema haka ni kamaraya. Huo ni utu wa nje, achana nao. Kuna mwingine akikuona ulivyo serious, kuna watu wako hivyo. Tunazungumza neno hapa mpaka tunacheka, yeye ndio kwanza tu hata jino alionekani. Sio shida, wanasema ile jamaa katili, kumbe wala ukimkuta nyumbani kwake mpole kama tango, wala hana shida. Tengeneza utu wa ndani. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, hatuwezi kuishi kwa mlo mmoja wa chakula cha kiroho cha siku ya Sabato. Tunapaswa kujirisha kila itwapo leo, hasa tunapoelekea katika kipindi cha dhoruba kali, vita kali, maumivu makali. Tunahitaji watu ambao wako bold katika maisha ya kiroho. Tuna watoto wetu ambao tumewatengenezea utu wa nje tu. Wanasoma shule nzuri, wanalala pazuri, wanakula vizuri, wanavaa vizuri, lakini utu wa ndani hawawezi kustahimili mikiki. Ndio maana hata wanapoingia kwenye mahusiano hawawezi kudumu, kwa sababu changamoto za mahusiano hawawezi kuzikabili. Tangu leo tufundishe kutengeneza utu wa ndani utakaosimama katika nyakati zote. Tulete tena kesho kuangalia habari hii ya familia. Uongozane nasi tunapotawanyika kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
ukipata swali lolote ambalo natamani kuuliza, chukua hii namba alafu niandikie. Kabla ya kuanza somo nitakuwa ninaanza na hayo maswali. Au liko jambo ambalo ungehitaji kushauriwa, chukua hiyo namba alafu niandikie tu ujumbe na mimi nitashughulika na jambo hilo. Ni 0714928969. Bwana awabariki sana.